senators, wabunge, PSS, deputy governor wetu, MCS, wananchi wa Kitui East, wacha niwasalamie tena. Hamjambo? Hamjambo? Ngethia inzeveni, Bwana asifiwe. Nzeveni. Hawa watu wameketi hapa hawajui nzeve ni nini? Wanajua nzeve? Si ni mimi tu na nyinyi tunajua nzeve ni nini? Kwa wale ambao ni wageni area hii, mimi niko nyumbani. Hii ni dunia yangu hii, natoka hapa kwa jirani. Niguo kanatiguo? Si ni kweli? Si mimi ni jirani? Na tumesema safari hii majirani lazima tutembee pamoja. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi nimeshukuru vile nimerudi hapa nyumbani. Tulikuwa hapa wakati wa campaign tukiwa na Mheshimiwa Nimrod ambaye amekuwa rafiki mkubwa wa Rais William Ruto na mimi na sisi zote. Ndio umeona tumekuja kwa wingi. Kwa sababu Nimrod ni kiongozi wa heshima, ako na msimamo na anakaa na watu wake kila wakati, na kwa hivyo tunamheshimu. Akiwa na jambo kama hili lazima tuwe tumshikilie, tusimame na yeye na tusimame na watu yake. Si namna hiyo? Niseme ya kwamba wacha tu kwa njia ya ufupi, kwa sababu viongozi ni wengi na tungetaka tumalize mapema ndio mrudi katika shughuli zenu. Wengine wametoka mbali. Si ni kweli? Hii Kitui East ni kubwa na pana. Wengine wametoka mbali. Tumalize mapema ndio tuendelee na shughuli zile zingine na tufike nyumbani mapema. Niseme ya kwamba nimekuja hapa kwa niaba ya Rais wetu William Ruto. Nimemwambia nakuja hapa, akanituma na salamu, akaniambia niwasalamie na nawapenda na wanapangana na Nimrod ndio akuje hapa atembea hapa Kitui East. Mungetaka rais atembea hapa Kitui East? Akuje asikuje? Nimukuthokia Musumbe witu. Mwani aina moko mama kuwa. So nitamwambia mmepokea salamu na mmesema atembea hapa. Wacha kwa ufupi nieleze mahali tumefikisha mambo ya ujenzi wa taifa letu, kwa sababu sasa imekuwa miaka 2.5 tangu mpige kura ya kuchagua viongozi. Na kila kiongozi, MCA, mbunge, senator, governor, rais, lazima kila kiongozi amechaguliwa atoe progress report mahali amefikisha kazi yake. Si mnajua Nimrod kuna ile kazi amefanya mpaka saa hii? Si kuna ingine imebaki atafanya, kwa sababu bado tuko na miaka 2.5. Kwa hivyo pia sisi katika serikali kuu kwa niaba ya Rais William Ruto, nataka niseme siku ile kura imepigwa ndio William Ruto akuwe rais, uchumi wetu ulikuwa umeharibika zaidi, mahali ambapo haijafika tena. Ni kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Kwa sababu corona ilikuwa imefunga uchumi kwa takriban miaka 2. Hatukuwa tunaenda shambani, hatukuwa tunaenda sokoni, hatukuwa tunasafiri, biashara zote zikafungwa. Ndio unaona 2022 wakati Rais Ruto anachukua usukani, hali ya kiuchumi ilikuwa imezoroteka kabisa. Lakini katika safari ambayo tumekuwa nayo ya miaka 2.5, kuna vile tumepiga hatua kidogo, lakini hatua muhimu katika kujaribu kudhibiti makali ya uchumi kwa mwananchi. Mtakumbuka siku ile Rais Ruto anachukua kiti ya urais, kilo 2 ya unga ilikuwa 250. Na kila siku kulikuwa na maandamano ya sufuria. Kweli si kweli? Na wale waliokuwa wanaandamana walikuwa wanasema punguzeni bei ya unga, iko juu 240 250. Na tukakubali ya kwamba kama kilo 2 ya
unga wa ugali ambao unatumiwa katika familia nyingi sana imefika 250 240. Wananchi wengi hawezi kumudu. Kupitia sera za serikali ikiwemo kupunguza bei ya fertilizer kutoka 7,000 kwa mfuko moja mpaka 2,500. Kupitia sera mingi ambazo tumeweka ikiwemo kutafuta mbegu za kusaidia wakulima wawe na mbegu nzuri. Kupitia bidii yenu kama wakulima na kupitia baraka ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia mvua. Kuna baraka ya Mungu, kuna bidii ya mkulima na kuna bidii ya serikali ya kupunguza bei ya fertilizer, bei ya mbegu na kusaidia wakulima. Hiyo mambo yote imetuwezesha tumepunguza bei ya unga kiasi kwa takribani zaidi ya shilingi 100. Sasa iko 150 140 hapo, na bado tunang'ang'ana nayo kwa sababu tungetaka iendelee kushuka hata zaidi, ifike shilingi 100 na chini ya shilingi 100. Kwa hivyo kuna mahali tumefikisha na kuna mahali bado imebakisha, kwa sababu watu wengi ni wakulima, watu wengi wanapata chakula kutoka shambani. Lazima tuendelee na vita dhidi ya njaa, vita dhidi ya bei ya unga na vyakula muhimu vipungue. Hiyo 2022 September, lita moja ya petroli, wale wanajua watakwambia ilikuwa 217 siku hiyo. Lita moja 217. Kila mwezi tumeweka pesa ya serikali ya kusaidia kupunguza bei ya petroli, ndio mwananchi wa kawaida asiumie mashinani. Imeshuka kutoka 217 mahali ilikuwa, inashuka na shilingi 3, shilingi 2, shilingi 4, shilingi 5, shilingi 2 kila mwezi. Sasa iko 174, takriban shilingi 43 cumulative reduction of the price of fuel per liter in the last 2 years, from 217 shillings a liter to 174 shillings, 43 shillings reduction. We are still struggling to make sure we reduce the cost of petrol even further. Vile vile mnajua ya kwamba kuna ile mambo tumefanya ya kuboresha bei ya maziwa, kwa sababu wakulima wengi ni wakulima wa maziwa. Maziwa lita moja ilikuwa shilingi 34 2022, sasa imefika shilingi 50, na bado tunaendelea kuboresha hiyo bei, ndio mkulima mahali hako katika Kenya apate mapato ambayo yatamwekea pesa mfukoni zaidi ya ile ambayo amekuwa akipata. Kwa hivyo tunashughulikia kujaribu kupunguza makali ya uchumi kwa mwananchi, kujaribu kupunguza bei ya vyakula muhimu, ndio mwananchi asiumie zaidi. And that is a journey. We will continue with it. We have made some progress. We will make further progress in the remaining 2.5 years. Hiyo ndio inaitwa report card. Tuko half term, kuna mahali tumefikisha, tuko na time ingine kama ambayo tumekuwa nayo ya kuimarisha mambo hayo hata zaidi. Vile vile mnajua ya kwamba dunia hii yetu sehemu nyingi hazina stima, na kwa hivyo tuko na program ya kuhakikisha kwamba mahali uliko kama mwananchi umefikiwa na stima kwako nyumbani. Haijalishi nyumba yako ni aina gani, stima ni haki ya kila mwananchi. Stima sio starehe ya matajiri peke yao, kwa sababu sisi ni watu tunaamini uchumi unakuwa ukitoka chini ukienda juu, bottom up. Kwa hivyo hapa Kitui County kwa jumla tuko na program kubwa ya kuongeza stima. Huyu Mheshimiwa Mbai atakwambia, ama labda ameshawambia, zile vijiji mpya hapa Kitui East ambavyo vinawekwa stima under last mile electricity connectivity. Kitui County kwa jumla, program ambayo tuko nayo sasa hivi inaendelea
ni ya shilingi bilioni 2 ambayo itatusaidia kuongeza nyumba 18,000 mpya ziwekwe stima hapa Kitui County. Current ongoing programs under REREC, under Kenya Power, we want to connect an additional 18,000 households in Kitui County at a cost of 2 billion Kenya shillings. Those projects are ongoing as we speak. Vile vile, in that program ya Kitui County, Kitui East hapa, kati ya hiyo pesa nimesema 2 billion, hapa Kitui muko na 250 million shillings ya kuongeza stima ambayo itasaidia kuweka nyumba zaidi ya 1,500 ambazo hazikuwa na stima hapa Kitui East. Mungetaka tuendelee na hiyo kazi ya kuweka stima kwa manyumba yetu, ya kupunguza bei ya unga, ya kuzalisha chakula ya kutosha, tuachane na molio? Tuendelee na hiyo kazi? Tuendelee tusiendelee jameni? Wacha nione wale wanasema tuendelee na hiyo plan. That is the plan. Vile vile tukasema hivi, wakulima wengi ama wananchi wengi ambao sio wakulima ama wafugaji pia ni wanabiashara wadogo wadogo. Wako na duka kidogo pale, wanauza vitu vidogo vidogo pale. Wengine ni mama mboga, anauza pale sokoni. Ndio unaona tuko na program ya kujenga masoko. Kenya nzima tunajenga masoko 400. Kati ya hao 400, masoko 200 tayari ujenzi umeanza. Hapa Kitui tuko na masoko 4. And I want to appeal to the leaders of Kitui. Identify more sites for fresh produce market, because there is a lot of potential. The 4 markets are a bit small. Kwa sababu kuna counties zingine ziko na 20 markets, 15 markets, 17 markets. Work with us. Let us get more places to build fresh produce markets hapa in Kitui. Ndio tuinue wanabiashara wadogo wadogo, akina mama mboga, watu ya hawkers, wale wachuuzi. Tuache kungojea siku ya uchaguzi, ati siku ya campaign ndio tunakumbuka mama mboga, tunakuja kumdanganya hapa na apron ya shilingi 100 ndio atupigie kura. Lazima tusimame nao saa hii wakati hakuna kura inapigwa. Lewe mbaito? Si tuendelee na hiyo line? Wakati wa kukumbuka akina mama ni saa hii. Wakati wa kukumbuka watu ya bodaboda ni saa hii. Sio siku ya campaign. Ati saa hiyo ndio unakumbuka kuna bodaboda unawanunulia reflector ya shilingi 50 kuwadanganya. Na ndio umeona tumekuja hapa, sisi tumekuja hapa leo ambao tumekuja kwa mwaliko ya mbunge wetu Nimrod. Amesema sasa ndio wakati wa kusimama na nyinyi. Sio kesho, ni sasa hivi. Na sio kusimama na nyinyi kwa mdomo tu, ni kwa matendo. Biashara zenu tuwasaidie zipanuke, ziinuke. Saa hii hakuna campaign. Ndio siku ile tutakuja siku ya campaign, kwa sababu itafika tuwe na kitu ya kusema ile tulifanyia wananchi wakati hakukuwa na campaign. Kweli si kweli? Na wale wengine wote tunawaomba pia wafanye bidii. Ndio tukutane hapo tushindane siku ya campaign ni nani amefanya zaidi ya wale wengine. Kwa sababu wale watu wanazunguka hii Kenya yote, hakuna mmoja hajakuwa kuwa kiongozi. Wote wamekuwa viongozi wa ngazi mbalimbali. Kwa hivyo kila mtu atakuja na taarifa yake mwenyewe, ile kazi alifanya siku ile alikuwa na nafasi ya uongozi. Rais Ruto ataulizwa yake. Mimi nikiwa deputy president taulizwa, wewe na rais ulimsaidia rais kuleta nini hapa Zombe na hapa Kitui na Kitui siku ile ulikuwa deputy president. Si namna hiyo? Si lazima nikazane? Basi niseme ya kwamba pia barabara zetu zilikuwa zimekwama kwa sababu uchumi haukuwa mzuri. Hatukuwa na pesa ya barabara, ndio uliona barabara zingine zilikuwa zimekwama. Lakini Mungu ametujalia, vile uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika kidogo. Sasa tuko na pesa ya serikali ya kutosha ya kufufua barabara zilizokwama na kujenga barabara mpya.
Na mimi naelewa kwa sababu wakati tunaomba kura, mimi nilikuwa hapa Sombe tukiwa na kina Nimrod, tukaenda pale Mutomo sijui wapi, tukazunguka hapa. Alafu kuna barabara moja ambayo mmelilia sana, inaitwa Sombe Chuluni. Nememize wangapi wanajua hiyo barabara ya Sombe Chuluni? Habari njema ni kwamba tarehe 27 mwezi wa 5 barabara ya Sombe Chuluni imetangazwa. Tunangojea sasa kuipatia kandarasi. Mimi mwenyewe ndiye nitaleta mkandarasi na tutakuja na huyu Nimrod na viongozi wa Kitui County tulete contractor. Sio itakuwa barabara muhimu sana kwetu. So I want to announce to you that the advertisement for Sombe Chuluni Road imefanywa. Tuko na pesa ya kuianzisha, tutaijenga, na wale walikuwa wanatungojea huko mbele ati kwa sababu ya hiyo barabara watafute kitu kingine, kwa sababu hiyo tutatimiza. Tuendelee na hiyo kazi jameni. Tuendelee tusiendelee. Tunajua hapa Kitui kuna barabara zingine, na leo sitazizungumzia, nitazizungumzia wakati nitaenda kwa hizo constituencies. Lakini mnajua kwamba kuna ile barabara ambayo imejengwa kwa muda sasa ya kutoka Kibwezi kupitia Mutomo mpaka Kitui, ambaye tumekuta iko karibu kukamilika. Lakini kumekuwa na shida ya compensation. National Land Commission ilikuwa bado haijacompensate wale ambao ni watu wetu hapa ambao shamba zao zilishongezwa kidogo kwa sababu ya hiyo barabara. Pia nataka niseme kwa niaba ya serikali tumetoa milioni 800 ya kumalizia compensation ya wale ambao walihusika, mashamba yao yaliguswa na hiyo mradi ambao ni barabara ya Kibwezi Mutomo Kitui. Barabara imejengwa na serikali ya Kenya kwa takriban shilingi bilioni 8.9, 8.9 billion. Vile kuna barabara ingine inasonga huko upande ya Mwingi ikienda upande ya Tharaka huko. Ilikuwa imekwama ile pale Kamuongo ikienda Kanduiwa, kuna section hapo ilikuwa imekwama 13 kilometers. Pia hiyo imetangazwa 27th of May. Pia tutarekebisha hiyo section ili tuhakikishe there is connectivity. Huko Mwingi Central kuna ile daraja ambayo imechukua maisha ya watu wetu wengi, Enziu. Nemomize Enziu Bridge. Serikali imetoa 150 million ya kujenga na kukamilisha hiyo daraja ili watu wetu wawache kupoteza maisha kwa sababu ya hiyo bridge. Kuna siku hapo tumepoteza watu wengi zaidi ya 30. So we are hoping in the next few months tutakuwa tumekamilisha hiyo daraja. Vile hii barabara nimesema ya Kibwezi Mutomo Kitui, kuna section ya kwa siku Migwani. Pia hiyo tumetangaza 27th May, 33 kilometers 1.5 billion ambayo itatusaidia kuongeza barabara. Na hata hapa Kitui East, mimi naomba tu mtupatie muda kwanza tuanzishe ujenzi wa Sombe Chuluni. Wakati contractor ataanza, sasa mtuletee barabara ya pili ambayo mngetaka tutengeneze hapa. Si mambo ni pole. Si hata safari mrefu inaanza na hatua moja. Kwa hivyo we are determined to change the face of Kenya. Na mimi nataka niwaambie msidanganywe watu wetu wa Ukambani kuingia katika siasa ya ujinga na ya bure na ya kuongea tu kusukumana na maneno ya kelele na vita. Kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi, sio vita. Kwa sababu siasa kila kiongozi anakuja anauza sera. Wananchi wale wengi wakimkubalia kama vile mlikubalia Nimrod, anaendelea. Ule hajapata leo anangojea labda siku ingine Mungu atamjalia.
Simple and clear, isn't it? Kwani ni vita jameni? Sio vita. Kwa hivyo mimi naomba tuheshimiane. Kuna viongozi wanatembea kila mahali wakitukana viongozi, wakitukana wananchi, wakipiganisha nchi, wakiongea mambo ya hatari na kuleta mambo ya wasiwasi baina ya wananchi. I want to assure you, as the Deputy President of Kenya, God loves Kenya so much, and the government will do whatever it is to make sure our country is stable and safe today, tomorrow, and forever. Musiwe na wasiwasi ati kunaweza kuwa sijui na machafuko. We cannot allow. Mungu hawezi kubali kwa sababu anapenda Kenya, na serikali pia haiwezi kubali. Ile uhuru iko ni uhuru ya watu kutafuta viti, hiyo ni sawa sawa. Moja akuje ajieleze, kesho yake mwingine akuje ajieleze. Ule atapata ashukuru Mungu, ule atakosa angoje. Ama namna gani watu yangu ya kitu hizi? Mungetaka tukae na amani katika nchi yetu, tupige siasa ya kuheshimiana. Ndio unaona mimi sinanga mambo mengi. Mimi tu ni mtu ya kufanya kazi ile Mungu amenipatia saa hii, kwa sababu mambo ya kesho hakuna mtu anajua mambo ya kesho. Na hatutaki hii vurugu ya kusukuma na viongozi kuchemsha wananchi paka kunakuwa na hasira, hamaki ya bure. Na mwenye kupiganisha watu hakuna kitu ati amewafanyia ya muhimu siku ile amekuwa kiongozi. Mimi nimekuambia ile tumejaribu mpaka saa hii na ile tunaendelea nayo. Wengine pia wakuja waseme ile wamefanya. Na mimi nikiwa hapa naongea hivyo kwa sababu kama nilivyosema hapa ni nyumbani. Hakuna mtu anaweza nichokoza hapa. Kuna mtu ananichokoza hapa kweli? So na tuko na heshima, na wale viongozi wameongea vizuri, na wale hawajaongea waongee pia vizuri, na wasitukane viongozi wengine. Hii ni nyumbani, hapa ni nyumbani kwa Deputy President. Niko katika county jirani. Si ni kweli? Hata ndugu yangu Kalonzo wakati anakujanga huko Tharaka na Meru anasemanga is at home. Na ni kweli. Si ni kweli? Si huko ni kwao? Si hata mimi hapa ni kwetu. Na ile maneno imebaki pale ya kushikanisha Kitui County na Tharaka Nithi. Ile ndugu yangu mkubwa alishindwa, mimi nitamsaidia kukamilisha hiyo kazi. Ni rafiki yangu sana na mwezi sana. Kwa sababu we are one community. Ama namna gani jameni? So mimi nataka niwashukuru, nataka niwaenzi na niwaambia kwamba nawapenda. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena kwa sababu kazi ni mingi. Na kwa hivyo kabla sijaita viongozi wachache ambao hawakuwa wamesalimiana wasalimiane kwa njia ya ufupi sana, wacha kwanza ni waombe ya kwamba munikubalie niwapatie salamu zenu ambazo nimetumwa nazo na rais. Niliwaambia nilitumwa na rais. Niliwaambia nilitumwa na mdosi. Na akasema nyinyi ni watu wake. Na anapanga kukuja kutembea hapa. Wakati aliniambia hivyo nikamuuliza sasa umenituma aje? Akaniambia relax, ngoja. Siwezi kukutuma hivyo tu. Siwezi kukutuma na maneno tu. So iko maneno ambayo mnaendelea nayo hapa ya kusaidia vikundi, na yeye rais na sisi zote tunaamini hii vikundi vidogo vidogo vikipata msaada, hata kama ni msaada kidogo, itainua familia nyingi. Watoto ambao hawangesoma watasoma. Ile vikundi itapanuka na tutakuwa na nchi ambayo iko na usawa. Na kwa hivyo rais amenituma na mkono yake kwa hii maneno kuwa support. Wacha, kwa nini unataka kuinterrupt? Si wacha niseme kwanza ni ngapi? Niseme nisiseme? Niseme. Ni kama mnajua ni 20,000 ama ni 30? Ni 1,100? 110? Ni 1,400 ama ni gani? Imefika 500? Imepita hata 500?
Mnajuaje? How do you know? How do you know na hamkukuwa pale wakati natuma? Imefika mpaka 600,000? Imefika 620? 615? Hata 700,000? Rais amenituma na shilingi 3,000,000. So ipelekwe hapo, pelekwa hapo kwa kikapu. Peleka hapo kwa kikapu. 3 million. Mumefurahia msaada wa rais? Ya ukweli? Ya ukweli mmefurahi? Hebu nione wale wamefurahi kwa sababu ya msaada ya rais. Na mimi ndio nilikuwa nimetumwa. Kuna maana mimi nitoe pesa? Kwa nini? Si mimi nimeleta message ya mkubwa. Hata mimi nitoe? Kwa nini? Kwa sababu niko nyumbani. So sina bahati. Nemusie. So mimi siwezi epuka. Na vile nimeongea vizuri. Hata nikiongea vizuri lazima nichange kwa sababu niko nyumbani. Lakini kwa sababu rais ametoa ile mingi, yangu ni kidogo. Ni 20,000 ama ni ngapi? 1,100. Wacha nifikishe 150 hapo ndio mniruhusu. Mmekataa? Niongeze kabisa ifike 160 ama 170. Mimi nitasidikisha rais na shilingi 2,000,000. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Hii ni kazi nzuri, si kazi nzuri? Ya kusimama na wananchi ni kazi nzuri, si kazi nzuri? Mungetaka viongozi wote wasimame na nyinyi wakati hakuna campaign, wakati hakuna kura inaombwa, ndio siku ya kura tuwe tuko na nafasi nzuri ya kuongea na kujitetea. Bas, wacha sasa. Wale viongozi naita hapa, napatia kiongozi dakika 2 ya salamu, dakika 1 ya kutoa pesa. Ama waongee waende? Waongee waende? Lazima wachange. Hawana bahati.